Nilimpenda kwa moyo wangu wote, lakini aliniacha nikiwa mjamzito. Mandhari ya kwanza. Upendo ulioanza kwa ndoto. Nilipokutana na Kelvin kwa mara ya kwanza, sikujua kuwa ndoto yangu ya mapenzi ingetokea kuwa chanzo cha machozi yangu makubwa. Alikuwa mpole, mwenye maneno matamu na tabasamu lililofanya moyo wangu udondoke taratibu bila hata mimi kugundua. Tulikutana chuoni na kila siku baada ya masomo tulikaa chini ya mti mkubwa karibu na bweni, tukizungumza kuhusu maisha, ndoto na mustakabali wetu. Aliniambia ananitaka kuwa mke wake, mama wa watoto wake na mshirika wa maisha yake. Nilimwamini kwa sababu mapenzi yake yalionekana ya dhati. Alikuwa akinipigia kila usiku kuniambia nakupenda na kuniahidi kamwe hataniacha. Nilitoa moyo wangu wote bila hofu, bila kujua kuwa nilikuwa naandika mwanzo wa simulizi ya maumivu. Marafiki zangu walinionya nichukue tahadhari, lakini niliwapuuza. Nilichagua kusikiliza moyo wangu badala ya sauti ya busara. Ndani ya upendo huo, niliona maisha yangu yote yakichanua kama ua, lakini sikujua dhoruba ilikuwa karibu kunikumba. Mandhari ya pili. Ahadi tamu zilizonifunga. Kadiri siku zilivyopita, Kelvin alizidi kunifanya nijisikie wa kipekee. Alikuwa akinitembelea nyumbani, akizungumza vizuri na wazazi wangu na kuonekana kama kijana mwenye maadili. Aliniahidi ndoa, aliniahidi usalama na alinisimamia katika hali yoyote. Nilijiona tayari kuwa mke wake, hata kabla hajapiga hatua rasmi. Nilitoa mapenzi yangu yote bila masharti. Nilijifunza kumpika, kumsubiri na hata kujinyima kwa ajili yake. Aliniambia, wewe ndiye baraka yangu, maneno yaliyonifanya nijisikie mwenye thamani. Sikujua kuwa baadhi ya ahadi ni maneno matupu yanayotamkwa ili kushinda imani ya mtu. Nilipoanza kujitolea zaidi, alionekana kunichukua kama kitu cha kawaida, lakini bado nilijipa matumaini. Nilijisemea, ananipenda, labda ana changamoto. Ndani ya moyo wangu, nilimchora kama mume wa baadaye. Nilijenga ndoto juu ya ahadi zake bila kujua msingi ulikuwa dhaifu. Nilikuwa nimefungwa na mapenzi, nikashindwa kuona ishara za hatari zilizokuwa mbele yangu. Mandhari ya tatu. Ukweli uliobadilisha kila kitu. Siku ile nilipogundua kuwa nina mimba, moyo wangu ulijaa mchanganyiko wa hofu na furaha. Niliogopa, lakini pia nilifurahi kwa sababu nilidhani ni zawadi ya upendo wetu. Nilikaa kitandani kwa muda mrefu nikijiuliza nitamwambiaje Kelvin. Nilipomwita, sauti yangu ilikuwa inatetemeka, lakini nilijipa ujasiri. Nilipomwambia ukweli, alikaa kimya kwa muda mrefu. Ukimya ule ulikuwa mzito kuliko maneno. Badala ya furaha niliyotarajia, nilipokea maswali makali na lawama. Aliniuliza kama nina uhakika ni yake. Maneno yale yaliniumiza zaidi ya kisu. Nililia, nikimkumbusha ahadi zake, lakini sauti yake ilibadilika. Hakukuwa tena na upole, hakukuwa na mapenzi. Aliniambia anahitaji muda wa kufikiria. Ndani ya moyo wangu, nilihisi kitu kimevunjika. Ndoto yangu ilianza kupasuka pole pole, na hofu ilianza kutawala nafsi yangu. Mandhari ya nne. Kuachwa bila huruma. Siku chache baadaye, Kelvin alitoweka. Simu zangu hazikupokelewa, ujumbe haukujibiwa. Nilitembea hadi kwake, lakini nilipofika, nilipata habari kuwa amehamia mahali pasipojulikana. Hapo ndipo ukweli mchungu uliponipiga kama radi. Aliniacha. Aliniacha nikiwa mjamzito, bila pesa, bila mwelekeo na bila tumaini. Nilikaa chini nikilia, nikijiuliza nilikosea wapi. Nilimpenda kwa moyo wangu wote, lakini hakuthamini hilo. Jamii ilianza kuninongoneza, baadhi wakinitazama kwa macho ya hukumu. Nilijisikia mpweleke kuliko wakati wowote maishani mwangu. Kila usiku nililia nikimshika tumbo langu, nikijiuliza hatma ya mtoto wangu. Maumivu ya kuachwa yalikuwa makali zaidi, kwa sababu yalikuja na aibu, hofu na kukata tamaa. Nilihisi dunia imenigeuka mgongo, lakini ndani ya giza hilo, sauti ndogo iliniambia nisikate tamaa. Mandhari ya tano. Mapambano ya mwanamke mjamzito.
maisha yalibadilika ghafla. Nililazimika kuacha masomo kwa muda, nikatafuta kazi ndogo ili nijikimu. Wakati mwingine nililala njaa, lakini sikutaka mtoto wangu akose. Nilifanya kazi ngumu nikiwa na mimba, nikivumilia maneno ya watu na macho ya hukumu. Kulikuwa na siku nilitaka kukata tamaa, lakini nilikumbuka kuwa maisha ya mtoto wangu yalitegemea ujasiri wangu. Mama yangu alijaribu kunipa faraja, lakini niliona huzuni machoni pake. Nilijifunza kuwa mwanamke anaweza kuvunjika, lakini bado akaendelea kusimama. Kila teke la mtoto tumboni lilinipa nguvu mpya. Nilijiahidi kuwa sitamlaumu mtoto wangu kwa makosa ya baba yake. Ingawa maumivu yalikuwa mengi, nilianza kujijenga upya. Nilianza kuamini kuwa siku moja nitasimulia hadithi yangu kwa fahari, si kwa machozi. Mandhari ya 6: kuzaliwa kwa tumaini. Siku ya kujifungua ilipofika, nilikuwa peke yangu. Nilipiga kelele za maumivu, lakini pia nilipigana kuleta uhai duniani. Nilipomsikia mtoto wangu akilia kwa mara ya kwanza, machozi ya furaha yalinitoka. Nilimshika mikononi mwangu na nikahisi upendo wa kweli kwa mara ya kwanza. Alikuwa wangu, damu yangu, matumaini yangu. Nilimpa jina lenye maana ya nguvu na ushindi. Ingawa baba yake hakuwepo, niliahidi nitakuwa mama na baba kwake. Ndani ya chumba cha hospitali, nilijisemea kuwa maisha yangu hayajaacha. Badala yake, yalikuwa yameanza upya. Mtoto wangu alinipa sababu ya kuendelea kuishi, kupigana na kuota tena. Maumivu ya mapenzi yalikuwa bado moyoni mwangu, lakini sasa yalichanganywa na upendo mpya usio na masharti. Mandhari ya 7: kujenga maisha upya. Baada ya kujifungua, nilirejea polepole kwenye maisha. Nilianza biashara ndogo, nikifanya kazi mchana na usiku. Haikuwa rahisi, lakini kila hatua ndogo ilikuwa ushindi. Nilijifunza kujithamini na kujipenda tena. Nilijua sasa kuwa mapenzi ya kweli hayakuachi wakati wa shida. Mtoto wangu aliponitazama kwa tabasamu, nilisahau maumivu ya jana. Nilijenga maisha yangu kwa misingi ya ukweli na nguvu. Watu waliokuwa wakinidharau walianza kuniheshimu. Nilithibitisha kuwa mwanamke aliyeachwa anaweza kusimama na kufanikiwa. Ndani ya safari hii nilipata amani kidogo kidogo, nikijua kuwa nilichagua njia ya ujasiri badala ya kukata tamaa. Mandhari ya 9: kurejea kwa yule aliyeniumiza. Miaka ilipopita, Kelvin alirudi. Alikuja akiwa mnyonge, macho yake yakiwa yamejaa majuto. Alitaka kumwona mtoto, alitaka msamaha. Moyo wangu ulitetemeka, si kwa mapenzi, lakini kwa kumbukumbu za maumivu. Nilimsikiliza, lakini sikusahau alichonifanyia. Nilimwambia ukweli wangu, kuwa kuondoka kwake kuliniumiza, lakini pia kulinijenga. Nilimruhusu kumwona mtoto, lakini sikuruhusu moyo wangu kurudi nyuma. Nilijifunza kuwa kusamehe haimaanishi kurudia makosa. Ilikuwa hatua ya kuachilia mzigo wa chuki, si kumpa nafasi ya kuniumiza tena. Mandhari ya 10: nguvu ya mwanamke. Nilipojiangalia sasa, niliona mwanamke tofauti. Sikuwa yule msichana aliyelia kwa upendo uliovunjika. Nilikuwa mama, mfanyakazi na shujaa wa maisha yangu mwenyewe. Nilijifunza kuwa thamani yangu haitegemei mtu aliyeniacha. Nilikuwa na uwezo wa kujijenga hata baada ya kuvunjwa. Hadithi yangu ikawa somo kwa wanawake wengine, kuwa maumivu sio mwisho, bali ni mwanzo wa nguvu mpya. Nilianza kuongea hadharani, nikishiriki safari yangu, nikitoa matumaini kwa waliokata tamaa. Ndani ya macho yao, niliona tafakari ya yale niliyopitia, na nilijua hadithi yangu ilikuwa na maana. Mandhari ya 10: somo la maisha. Leo, nikitazama nyuma, sioni maumivu pekee, naona ushindi. Nilimpenda kwa moyo wangu wote na alinifanya nijifunze kupenda nafsi yangu zaidi. Kuachwa nikiwa mjamzito kulinivunja, lakini pia kulinijenga. Mtoto wangu ndiye ushahidi kuwa hata kutoka kwenye maumivu makubwa, kitu kizuri kinaweza kuzaliwa. Maisha hayakuwa rahisi, lakini yalikuwa ya kweli. Hadithi yangu ni ujumbe kwa kila mwanamke: usiogope kupenda, lakini usijisahau. Na ukivunjika, kumbuka una nguvu kuliko unavyodhani.